Yes, mtazamaji wa Bidagwa TV, lakini na chaneli yetu ya Safari ya Matumaini. Leo tulikuwa katika madhabahu ya Pentecoste Injili ya Yesu chini ya mchungaji Oscar Mwahangoto katika ibada ya kufunga na kufungua mwaka. Imekuwa ni ibada ya baraka, ibada ambayo imemsurprise kila mmoja wetu, maana ilijaa na matukio ambayo hayakuwa yamezoeleka ama ya kawaida. Mtumishi wa Mungu huyu amewagusa watu mahususi na kuwapa majina mazuri ambayo yanavutia. Wakati wengine wakiwaita wajane, yeye amewaita wake wa Kristo ama wake wa Yesu. Wengine wakisema ni watoto yatima, yeye amewaita watoto wa Yesu. Lakini hakuishia hapo, ametoa na zawadi mbalimbali kwa watoto na wamama hawa. Imekuwa ni ibada ya baraka sana, lakini kumekuwa na chakula cha baraka cha pamoja kwa kanisa zima. Kwa kweli mimi kama mtangazaji wako Raymond Bidagwa nimejifunza kitu kikubwa, lakini natamani kuongea na watu wawili watatu ambao tulikuwa kwenye ibada hii, watuambie wao kwa nafasi yao wamejifunza nini, wamegundua nini kufuatana na mimi kwenye safari hii ya mahojiano, ili tuweze kupata feedback kwa wale ambao walikuwa ibadani, ili tuone na wao wanasemaje kuhusu ibada yetu. Lakini moja kwa moja natamani kwenda kuzungumza na kiongozi wa hawa watoto ambao amefuatana nao, ili naye atuambie amejifunza nini, amegundua nini, ili kwaje kuwaje. Ikiwa ni wakati huu, nitaomba nizungumze naye kidogo. Brother, utatusaidia kwanza kujua jina lako? Sawa. Kwa majina naitwa Hassan Idris Mohamed. Hassan Idris Mohamed ni jina la Kiislamu, na hapa kanisani inakuwaje? Hili ni jina la Kiislamu, lakini nimeokoka na nimebatizwa kwenye maji mengi. Wow. Kwa hiyo ulibatizwa, hukubadili jina, ulibatizwa na jina hilo? Nilibadili jina ambalo nilikuwa natumia jina la Emmanuel. Okay. Mungu pamoja nasi. Okay. Karibu sana kwenye madhabahu ya Injili ya Yesu Pentecoste. Leo imekuwa ni siku ambayo mimi binafsi ni surprise. Sijajua kwako ni mara ya kwanza kuingia kwenye madhabahu hii ama ni mara ya pili ama ya ngapi? Kwangu mimi ni mara ya kwanza, lakini kwa familia yangu hii ni mara ya pili ama ya tatu kama sijakosea kujumuika na madhabahu hii. Okay. Kuna nini kinachofanya mpate hii nafasi kila wakati nyinyi? Unasema sio mara ya kwanza, mara ya pili. Unahisi ni nini? Yaani unaweza kuzungumza nini, kwa nini nyinyi? Mimi cha kusema haswa nahisi ni ule upendo ambao uliopo katika jamii hii. Ukiangalia pia na amri 10 za Mungu kwa ujumla zote zinamaanisha upendo, na nahisi inatumika, yani ni kama inatumika kuonyesha katika jamii ushirikiano wao na sisi, maana bila wao hatuwezi. Kwa ushirikiano wao kwetu sisi unatusaidia kutufikisha sehemu nyingine. Sawa. Ni kwa nini watoto wa Yesu tunatamani kuwaita watoto wa Yesu? Tofauti na vile wengi wamezoea kuwaita watoto yatima ama watoto hawana wazazi. Kwa nini mara nyingi mnakuwa na vipawa sana, yani mnapopewa opportunity mnafika mbali sana? Ina maana kwamba kuna flavor gani juu yenu? Mimi nahisi ni ukuu wa Mungu na baraka zake ndo zinazotufanya sisi tunafika huko. Au ni ile lifestyle kwamba inawafanya mkipata nafasi msichezee, kwa maana yale maumivu mnaopitia? Na hicho pia kinachangia, kwa sababu unajua wanasema ni ile golden chance never come twice. Yani ukipata bahati inabidi uitumie ipasavyo. Maana ukiichezea haiwezi kujirudia tena kuja mbele yako. Sawa. Ndio. Sasa kuna changamoto mdogo ama nyingine unaweza kuwa unaijua ya watu kutumia hivi vituo vya kulelea watoto kama nyinyi kwa maslahi yao. Yaani unakuta hata wanapoenda kwenye zile proposal serikalini ama nje ya nchi, ile misadi inapotokea wanajinufaisha wao. Hiyo kwa nyinyi imewahi kutokea mahali mnalelewa? Na kama haijawahi kutokea, una nini cha kusema kuhusu hao ambao wanatumia changamoto zenu kama wao kujinufaisha? Kwanza nianze kwetu sisi. Hilo jambo halijawahi kutokea, na tunamwomba Mungu sana lisijitokee, maana itakuwa ni kama kutugawanisha sisi kama sisi. Ndio.
na pia ningependa kuongea na wale ambao wanatumia nafasi hiyo kama kitega uchumi kwao kuweza kupata ujira wao. Si vyema, unajua kama umeamua kujitolea kwenye jamii na kusaidia yatima kama unavyosema, inabidi ujitoe kweli kweli, na ukihitaji rehema za Mungu akusimamie katika kila jambo lako, naamini kwamba ukifanya kwa moyo mmoja, sidhani kama Mungu anaweza kukuacha. Sidhani kabisa. Amen. Amen. Tunapenda kumalizia, una nini cha kumwambia mchungaji Oscar binafsi tu? Pengine umesema madhabahuni, labda huenda kuna kitu libakisha au sawa. Cha kuweza kusema ni kwamba naishukuru madhabahu hii kwa kuweza kutukumbuka mara kwa mara, kutukumbuka zaidi na zaidi, na kuweza kutusimamia katika kila nyanja, kila tatizo, kila jambo. Wako na sisi bega kwa bega kutusaidia kiushauri, kimaombi. Naamini ya kwamba ukuu wa madhabahu hii utakuja kujidhihirisha wakati wake sahihi. Ninaamini hivyo. Amen. Na wewe ni kiongozi pale ama ni sehemu ya wale tu, ama Mungu amekupa neema pia umefika mahali ya kuwasimamia wenzako? Mimi nilipoalia pale nikiwa na miaka 3. Ndio. Nimesoma pale elimu ya primary, secondary, advance na mpaka chuo. Na kufika chuo ni kwamba ni ule mfano wa kwamba huyu ni kiongozi, na ndio maana unapata nafasi ya kuwa kiongozi wa kuja kuwasimamia wenzako. Mfano kama hii leo nilikuwa hostel, mlezi wetu alipata dharura, kwa hiyo akaona kabisa niko na kijana wangu ambaye anafaa kuwasimamia wenzake, ngoja nimtafute aweze kuwasimamia wenzake. Na hisi pia ni karama pia. Ndio. Yes, nikushukuru sana, karibu sana na sana, tunawapenda. Yes, mtazamaji wa Bidauga TV, lakini safari ya matumaini, tulikuwa tunazungumza na kiongozi ambaye aliambatana na watoto wa Yesu kufika katika madhabahu ya Pentekoste Injili ya Yesu Kristo. Lakini ngoja niongee na mke wa Yesu majira haya. Tamani kuzungumza na mke wa Yesu hapa. Mama, Bwana Yesu asifiwe. Amina za uzima. Safi kabisa. Shikamoo. Umeshindaje? Wewe ni mama ambaye ulitoa machozi mengi wakati ulipopewa kipaza kushukuru. Nini kilikuwa unakihisi moyoni mwako? Mimi kile nilikuwa nakihisi kwenye moyo. Niliona kanisa hili lina upendo kupita kiasi. Ndio. Kuanzia kwa mtumishi wa Bwana baba yetu Oscar. Ndio. Wanakuja na wote, yani niseme tu kanisa zima. Sasa nikawa najiuliza, mimi wanangu hawajajua. Sawa. Wanabangalia tu hivyo hivyo. Je, ningekuwa kuacha kanisa ningekuwa wapi? Hiyo machozi nilikuwa nasikia uchungu, ila sio uchungu wa kusema uchungu wa furaha. Kuwashukuruni nyie. Amen. Wote wale wanayetujali, wanajali wajane, yatima. Unawakuta wengine wana makampuni, wana makanisa makubwa, wana maduka ya jumla. Ndio. Lakini haijawahi tokea hata siku moja. Ndio hicho kilicho. Sawa. Wanakuita mama nani? Mimi kwa majina, kwa mama nani, kwa kweli hata wale wanayenijua kusema mama nani, hamna kunijua. Bibi Elia. Okay. Bibi Isaka. Sawa. Bibi Ima. Yes. Bibi Godi. Bibi Angel. Yes, asante Bibi Angel. Kama ulivyomsikia Bibi Angel alikuwa anazungumza namna ambavyo amepokea kwa furaha tukio la leo la kuitwa madhabahuni katika madhabahu hii ya Pentekoste Injili ya Yesu na mchungaji Oscar Mwahangoto, wakati wa hafla ya kupewa zawadi na kushukuru akajikuta na bubujiko na machozi kwa kuona upendo mkuu wa namna hii ambao hajawahi kuupata mahali pengine. Ninakushukuru sana mama yangu. Mungu akubariki. Tuko pamoja. Asante sana. Lakini wakati huu acha tuzungumze na mtu mmoja hapa. Brother, abarikiwa. Asante sana. Ongea kwa ibada kidogo, tufanye kitu hapa kidogo. Yes, mtazamaji wa Bidauga TV, tunaendelea na tafakari ya ibada ya leo. Mtumishi wa Bwana, hongera kwa ajili ya ibada ya leo. Amina. Ni mshirika, ni mgeni ama ni mwenyeji? Mimi ni mwenyeji wa mahali hapa. Mahali hapa. Kwa maana yote yaliyofanyika hapa na wewe ni sehemu ya waandalizi. Mimi ni sehemu ya waandaaji. Ndio. Katika shughuli. Nafikiri una muda gani tangu umefika hapa? Muda wa
Yaani tangu umeanza kuabudu kanisa hili? Kanisa hili basi na mwaka mmoja hivi. Mwaka mmoja. Tukio la namna hii la kuwakumbuka watoto, lakini natamani kwanza kujua why hamwaiti watoto yatima, mnawaita watoto wa Yesu? Kuita watoto wa Yesu kwa sababu hata wao wapo chini ya Yesu. Okay. Huwezi ukawaita watoto yatima, ule utakuwa ni ubaguzi. Okay. Ndio maana tunawaita watoto wa Yesu. Okay. Kulikuwa na ugumu gani kufanikisha hili jambo lililotendeka leo? Ugumu ulikuwepo, lakini ndani ya Yesu hakuna ugumu. Hakuna kinachoshindikana mbele ya Yesu. Na Yesu atakapoamua jambo huwaga linaenda ipasavyo. Okay. Kuna nini cha kuwashauri makanisa mengine? Cha kuwashauri ni kwamba na wao waweze kuwasaidia watoto wa Yesu katika mahitaji yao ya kila siku. Wakumbuke hata wao ni wanadamu kama wao walivyo katika hii dunia. Wakumbuke tu ya kwamba na wao walikuwepo na wazazi wao, Mungu akawapenda zaidi. Basi itakuwa si vyema kuwasahau, na lazima tuwakumbuke kama tunavyokumbuka sisi watoto wetu. Amina. Mpendwa mtazamaji wa Safari ya Matumaini, lakini na Bidagwa TV, tuko tunaendelea kuchukua maoni na mitazamo juu ya vile ibada ilivyokuwa, na Mungu ni mwaminifu, ametusaidia. Lakini acha nimtafute ustadha mmoja hivi niweze kuzungumza naye aniambie ni kwa namna gani amebarikiwa. Karibu kameramani wangu, twende kwa pamoja huku. Karibu kameramani wangu, twende kwa hapa. Jamani, hamjambo? Mko poa? Mmeshiba au ndo mnaanza kula? Mmerudia mara mbili? Usiniambie basi zai hapa kwanza nisikia. Yaani nataka uniambia kwamba mmeanza mara moja, chakula kimebaki mkarudia tena. Tumerudia. Sio mimi peke yangu, sisi wote hapa tumerudia. Mimi sijarudia. Kwa wote mmeshiba, mko vizuri. Haya, unaitwa nani? Naitwa Naswila Juma. Naswila. Dini yako ni Muislamu? Ndio. Unajisikiaje kuwa pamoja na Wakristo? Najisikia vizuri. Kuna ugumu wowote unaoupata pengine? Hapana. Okay. Umejisikiaje kupokea zawadi kutoka kwa mchungaji Oscar? Umejisikia vizuri na tunamshukuru sana Mungu, amuongezee kila la heri. Hii ni mara ngapi kuwakumbuka? Hii ni mara ya pili. Kwangu mimi ni mara ya pili. Kwako wewe? Ndio. Okay, kwa kila wakati amekuwa akiwatembelea akiwafajiri? Ndio. Basi sisi tumefurahi kuwa pamoja na nyinyi. Muendelee tena kwa mnakuja mara kwa mara. Sisi ni wamoja, sisi ni ndugu. Sawa sawa. Ndio. Basi mbarikiwe sana. Na nyinyi pia. Tuko pamoja. Tunawapenda. Yes, kama mnavyoona watoto wamekula wakashiba wakaongeza tena. Sasa tuenzetu kwenye kamati ya chakula. Nimesikia. Tuenzetu kwenye kamati ya chakula kule tuwaulize nao imekuwaje. Nakuja. Yes. Ndio mtazamaji wa Bidagwa TV, lakini Safari ya Matumaini tunasonga mbele mpaka tunafika kwenye kamati ya chakula. Mwenyekiti yuko wapi hapa? Mwenyekiti yuko wapi? Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Hongereni na poleni na majukumu. Nashukuru Mungu ni mwema. Bwana, tunataka tujue mlikiombea ama kilikuwa kingi? Mbona watu wamekula na wakaongeza tena? Tulimshukuru Mungu. Tunamshukuru Mungu, tukaendelea na kazi yetu. Mbona kilikuwa kitamu sana? Nani amesomea hotel management yao? Amna. Kwa hiyo kupata maarifa kwenye ufahamu wetu. Okay, mbarikiwe. Katika hafla nyingi za namna hii huwa zinakuwa na malalamiko. Nasema sijapata soda, sijapata kinywaji, unakuwa na hiyo namna. Binafsi sijasikia chochote kwamba wamama washirika mna upendo wa kiwango hicho. Ni kwamba tulikuwa tumeweka kwenye bajeti zetu, tuliweka kwamba na hela ya dharura, kwamba ikitokea vimeisha na bajeti vipi, tunapambana nalo vipi. Okay. Sawa. Nafikiri wewe ni mtoto wa mchungaji Oscar na naamini sio kanisa lako la kwanza. Unaweza kumzungumzaje mchungaji Oscar?
Mchungaji wa kipekee sana. Mchungaji ambaye anabeba watoto wake, sio watoto wake wa kiroho, lakini anavyotubeba ni zaidi kama anawazaa sasa, ni zaidi ya mtoto wake ambaye amemzaa mwenyewe. Sawa, kwa sababu anatupenda, anatuonya, anatuweka kwenye misingi, yani anatukipotea hivi anaturudisha kwenye msingi, tukae vizuri, tuendelee kumtumikia Bwana. Mchungaji wako bana, ukigusia mafuta na maji mmegombana, una nini cha kusema? Sio hivyo, hata matunguli tu. Okay, kwa hiyo haamini viambatanishi kabisa. Anataka Mungu pure kama alivyoelekeza kwamba jina la Yesu linatosha, halihitaji tena nyongeza wala kidokezo. Ndio, naye hivyo anazidi kutusihi na kutufundisha mara kwa mara.